Basi nilivyofika nikakaa kwenye sofa nasubiri kazi niliyoitiwa. Muda ukaenda sana, kuanzia saa 6 mpaka saa 7, lakini hakuna kazi yoyote ambayo ipo. Alikuwa ananipigisha stori za uongo tu. Ghafla akasogea karibu yangu nilipokuwa nimekaa. Nilianza kutetemeka. Kwani huyu anataka kunifanyia nini? Nikatamani nilie lakini sikuweza. Akanisogelea karibu bila kusema kitu. Basi akachukua mikono yangu akaanza kuishikashika. Nikasimama. Mimi nataka kuondoka. Lakini milango ilikuwa imefungwa. Tena na funguo. Hapo ndo nikajua leo kazi nzito ipo hapa ndani. Nilibaki nimesimama pale mlangoni, moyo ukidunda kwa nguvu. Teacher John akanifuata. Akanibananisha ukutani na kuanza kunikisi. Nilihisi kulia na kuchanganyikiwa kwa wakati mmoja. Kilichofuata kilikuwa kigumu sana kuelezea, lakini natumai mtakuwa mmeelewa. Baada ya muda aliacha, akiwa amemaliza mishe yake. Nilibaki na maumivu, hasira na majuto makubwa sana. Nilijiambia moyoni, nikitoka hapa lazima nitasema ukweli kwa hicho alichonifanyia huyo kaka. Basi nikiwa chumbani nikasikia sauti sebuleni kama kuna mtu ameingia. Baadaye nikagundua kuwa ni mwanamke mwingine anazungumza na Teacher John. Nilibaki pale ndani nikiwa na mawazo mengi sana. Akaja chumbani akiwa na chakula. Nikamwambia mimi nataka kuondoka. Akaniambia basi kula kwanza, mimi nimekuletea chakula. Nilikuwa sina hamu ya kula lakini alinibembeleza sana nikala. Alijaribu kuniomba msamaha, sikuweza kusema chochote. Nilipomaliza akanifungulia mlango nikaondoka. Ile siku ilikuwa mbaya sana kwangu. Hata bibi yangu alivyoniona alijua kuna kitu hakipo sawa, kwa sababu macho yalikuwa mekundu kwa kulia. Niliingia ndani nikajilaza, nikabaki na maumivu na mawazo mengi mno. Je, unataka kujua nini kiliendelea baada ya Vivian kupata changamoto hiyo kwa Teacher John? Please subscribe my channel ili uwe wa kwanza kupata muendelezo. Jina langu naitwa Vivian. Nakumbuka nikiwa mdogo kama darasa la 6 hivi, maisha yalibadilika ghafla. Mama na baba yangu walitengana. Sijawahi kujua sababu halisi ya wao kutengana, maana bado nilikuwa mdogo. Sisi tulizaliwa 5 lakini 2 walifariki, tukabaki 3. Kwa makubaliano ya wazazi, watoto wote tulibaki kuishi na baba. Kaka yangu alikuwa mkubwa. Alikuwa tayari anajiweza kujitegemea. Akaondoka kwenda kutafuta maisha yake. Tukabaki mimi pamoja na mdogo wangu. Haikuchukua muda mrefu, baba akaoa tena. Na hapo ndipo maisha yangu yalipoanza kubadilika kweli.